kubwa kwenye t-shirt aliyovalia director hapa, Smart Films, where real stories begin. Si ndio? Karibu kwenye Smart Talk, ambapo basi Smart Films ndo mpango mzima, na leo nipo na director. Ana mambo mengi ya kutueleza. Napozungumzia madirector, ni kufumbue tu akili, ni kwamba tuna mengi au wana mengi wanakutana nayo hapa na pale katika kushuti au katika kuchukua filamu zao au movie zao. Ngoja kabla sijakusalimia nikuulize director, habari zako kwanza? Salama. Wanakuita nani vile tafadhali? Kwa majina anajulikana kama Sabini Shabani. Maarufu kama T-Money, lakini kwa sehemu nyingine kwa huko bado halijajulikana sana, lakini kwa kipindi cha nyuma nilikuwa natumia hilo. T-Money ukitaka kuslay, au kwa wale wadada au kwa wale ambao wanataka kuslay, T-Money, si ndio? Huyu ndo director ambaye ameweza kusimamia mpango mzima wa zile filamu kali, ambapo Smart Films wamesimamia zile filamu mpaka zikakamilika. Sasa director, swali dogo kabla sijaenda kwenye maswali yangu ya hapa na pale. Wewe ulishawahi kucheka au ulishawahi kulizwa? Kuna kitu gani ambacho kimekuchekesha sana wakati ukifanya kazi yako kwenye Smart Films, na ni kitu gani ambacho pia kimekuliza sana wakati ukifanya kazi yako kwenye Smart Films, ambapo ni industry ambayo inachepuka na kukua zaidi kwenye jamii sasa hivi? Waeleze watazamaji. Okay, kwa kwanza labda jambo ambalo lishawahi kuniumiza ama kuniliza sana. Unajua sisi tunatumia vifaa vya electronics. Hivyo vifaa vinaweza vikatokea yani umefanya kazi umemaliza, nafika kikagoma ghafla, yani ukawa labda umetumia gharama na nini, una material material akafutika, usikute chochote kabisa. Kwa hiyo shai kunitokea external ika collapse, baada ya hapo ikafuta kila kitu. Material ambayo tulikuwa tumetumia gharama na muda, tumewekeza nguvu zetu. Alafu ukiangalia watu wanahitaji kipindi watazamaji waweze kuona. Hapo sasa inakuwaje mtazamaji? Na wewe unamsaidia kulia au unamsaidia kucheka? Bwana, hiyo ni sehemu ya yeye aliyowahi kulizwa, lakini tukaangalia na furaha yake ni ipi. Najua atakuwa na mengi ya furaha. Furaha ni furaha tu mtazamaji. Na furaha kama ni furaha, uje tukamsikilize T-Money aliwahi kuwa na furaha ipi katika kazi yake, hasa Smart Films. Tunazungumza na Smart Films. Waambie furaha yako ni ipi? Kwa jambo ambalo lishawahi kunifurahisha sana kwenye filamu, nishawahi kufanya uzinduzi ambao ulipokelewa vizuri. Na ulikuwa na watu wengi, kwa hiyo jambo lilikuwa hiyo siku, yani hiyo siku tu binafsi kwangu ilikuwa na furaha ya kutosha. Na pia kuna filamu ambayo nishawahi kuifanya, nishawahi kudirect, ilikuwa inaitwa Mzee wa Kijiji. Kwenye hiyo filamu mapokezi yake yani kwenye mitandao yalikuwa vizuri, kwa hiyo jambo linifanya nijisikie vizuri na kupata nini, napata hamasa ile moyo ufanyaje, moyo kuendelea. Siku zote ukifanya kitu kizuri mtazamaji, na jamii ikaitika ikapokea, lazima utacheka. Lakini ukipitia misukasuka na hapa na pale, au ukaanguka, ukakosea, ukapanda milima na mabonde, ukaumia, lazima utalia. Yeye amenijibu vizuri kabisa T-Money. Lakini sasa tuna wale maproducer. Achana na producer na director, kazi zao zinatofautiana, si ndio? Wewe ukicheza kama director, najua unacheza unaonyesha scene mbalimbali. Uko katika misitu, uko katika jamii, uko katika kijiji, uko katikati ya mji. Kuna wadada, kuna wamama, kuna watu wamekaa hivi. Mama unaweza ukashuti movie pale, afu ukaona mshikaji au mdada amebadilika, amekubadilikia. Si unajua kuna kubadilika hapa na pale. Zote hizo ni kazi za sanaa. Sasa ushakutana na mazingira kama hayo, na ulifanyaje kama ulikutana nayo? Waeleze watazamaji au madirector ambao wanajifunza. Changamoto kama hizo ni zipo na zinatokea mara kwa mara sana. Unaweza kumwelekeza mtu, ama labda wewe muda ule labda utakuwa labda usha panic, alafu katumia sauti ya juu kidogo, sio kama umekasirika, kuna namna tu umeshout, umetumia sauti ya juu, akahisi labda kama unamkoromea, labda amekuzidi umri, na nazijua hizo action. Wengine wanakuwa wanajisikia vibaya, unaona kama kuna namna ambavyo wanatoka kwenye mood. Hii imekaaje sasa? Yani ni sauti labda hawaelewi kile wanachotoka kukifanya, au ni lazima iwe kwa njia hiyo? Kwani ukimwambia tu action haelewi? Mimi najaribu kufikiri kutokana na wengi wetu tuna matatizo mengi, yani labda matatizo ya kifamilia,
Kwa mfano labda mtu katoka nyumbani, labda ameolewa, labda ndoa yake mambo hayajakaa vizuri. Kwa hiyo zile stress au na watoto anasomesha, ni kwa hiyo utakuta zile kashi za maisha ya kawaida. Kwa hiyo anaweza kachanganya kazileta mpaka kule. Kwa hiyo ukimfokea, kama labda wengine wana allergy ya kufokewa, labda au washazoea kufokewa na mume wake, washazoea kufokeana. Ukija kumfokea kuna namna ile mindset yake inabadilika kabisa, anashindwa kuigiza, ama anaweza kasusa, muda mwingine mnaanza kubembeleza. Kwa hiyo ukiwa kama director kuna muda unabadilika kuwa kama mlezi sasa tena, kumtu amekasirika unaanza kumshusha tempo taratibu, mwisho wa siku anarudi kwenye mood, mnafanya kitu kizuri. Sasa hili ni somo kwa madirector ambao wanajifunza. Wale madirector wote ambao wako ni underground, inamaanisha unaanza kupambana au ndo unaanza kukua. Director ni mlezi. Mimi nimejifunza kwamba ni mlezi kwa maana ya kwamba lazima ulelewe. Unalelewaje? Ni pamoja na T-Money ambaye ni director ambaye amezicheza au amesimamia hizi filamu 2 ambazo amezitaja na ameweza kuzifanikisha kwa hatua kubwa, kwa asilimia kubwa kabisa. Ngoja tukajue na kwa upande mwingine director anapitia mambo gani. Kuna mavazi. Director napozungumzia mavazi na vijana Gen Z, hapa tunaenda sambamba. Utaweza kukutana na movie mtu anatakiwa akae hivi, avae afunge kanga huku juu, au nyingine akae labda amevaa suruali, muonekano wake uwe hivyo, au muonekano wake akae kama ile, si unaelewa, anaweza akamvutia yule mtu, akambadilisha kabisa, akateka na akili. Ili tunalizungumziaje? Na wale ambao wanaanza kuwa madirector waweze kupata mshikamano, waweze kupata moyo kama jinsi ambavyo mweza kucheza, kwa sababu kwenye filamu ya Near the Forest Art, kama sikosei utaendelea kidogo, Near the Heart of Forest, si ndio? Kule kuna wadada warembo, lipstick, kuna wadada wamevaa suruali. Sasa wewe director kazi yako ni kushuti pale namna gani? Vipi hapo waeleze wale madirector ambao wanakuja tunawaita smart films pia. Cha kwanza ukiwa director ni lazima uwe ni mtu wa focus. Yaani kwa ukiwa location kwamba mimi kazi yangu ni kuhakikisha filamu iende vizuri. Sawa? Kwa sababu filamu ikiharibika, ikiwa nzuri, sifa zote zinaenda kwa nani? Kwa director. Kwa hiyo ukiwa kama director lazima uwe na focus na kuhakikisha unatoa kitu kizuri kwa kukabiliana na changamoto. Sawa? Kuhakikisha pia kama kutakuwa kuna changamoto kuhusu wasanii, kuna namna nitakuwa waiti pembeni ukae nao uzungumze. Kwa hiyo kuhusu mavazi labda wamevaaje na nini, kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima una uwezo wa ndani kufanya documentary hicho kitu, kwamba bwana mimi hapa nimekuja kushuti, kutengeneza kitu kizuri, watu wanasubiri kitu kizuri. Kwa hiyo lazima uwe na focus, bwana hapa mimi na shoot, kwa uwezi uchanganya mambo ya hisia na mambo ya kazi. Kwa hiyo lazima uwe mtu mwenye uwezo huo. Umeelewa maana ya hisia, mtazamaji? Hapa tunazungumzia kwa wale vijana ambao miemko kazini ni kawaida sana. Kwani vipi kwenye movie kubwa ambazo zimeweza kupita na Tanzania Imesimama, na movie nyingine ambazo zinakuja, filamu mbalimbali kupitia channel za sinema zetu. Lakini pia na sio tu kupitia channel za sinema zetu, tunazungumzia pia Smart Films ambao ndio imeleta movie ambayo ni kali. Director huyu T-Money, labda kwa upande wa familia, najua una familia, una majukumu yanayokufanya wewe uwe busy kuwatafutia riziki. Familia inakubaliana na hili swala kweli kwamba mimi director ambaye ndo mwenzangu sasa ameshika kamera, ana shoot kile kipengele cha scene ambaye mwanamke anatakiwa afunge sehemu zake za hapa afiche na hapa. Hiyo kwa namna gani? Vipi mtazamaji, ndio tukamsikia T-Money anayapia kusema. Karibu sana. Kuhusu familia, mi bado kijana mdogo sana ambao labda siingia kwenye familia ya ndoa, lakini pia na wazazi na mwenzako pia kwenye mandoa na kwenye mapenzi bado, lakini kwenye familia wazazi nao wanakubaliana na hichi kitu na wanapenda. Mwanzo walikuwa waelewi, lakini baada ya kuona matokeo mazuri, kwa sababu nishawahi kufanya filamu mpaka nyumbani ambapo wazazi wangu waliziona. Kwa hiyo baada ya kuona matokeo mazuri na ninachokifanya ni kizuri, wali appreciate na wamekikubali hicho kitu. Kwa hiyo hawana shida kabisa na kubaliana na hicho. Bwana director T-Money kama alivyosema, ye bado nisaidie kucheka kidogo. Bado nipo. Bado yupo kwanza. Yaani yeye familia inamwaccept kufanya kazi yake. Lakini pia T-Money, ngoja tu nikwambie, mbali na kwa familia kukuruhusu wewe kufanya hichi kitu unacho, lazima kuna mtu ambaye
tayari ni rafiki yako, hata kama si wa kike, kuna wa kiume, si ndio? Lakini sana sana kwa sisi wanawake, ukishakuwa na rafiki wa kike ambaye tayari anakutengenezea maisha ambayo unaona kabisa huyu hapa anakuja, sasa inakuwa namna gani, vipi na kazi yako unafanya usiku, mchana, jioni, movie nataka tucheze usiku mpaka saa 9. Imekaje? Na kwa sisi ambao tunakesha kwenye movie mpaka saa 12 asubuhi, na director ndo huyu hapa yuko mzigoni, anayapi kueleza ni madirector ambao ndo kwanza wanatafuta sasa njia ya kuwa madirector. Sikiliza swali vizuri afu upate na majibu kwa T-Man. Huyu hapa nakusogezea. Ni sahihi kwa sisi madirector, watu wanafanya hizi issue za filamu, issue za sanaa. Always ni watu ambao mara nyingi wanakuwa busy sana. Kwa sababu labda mchana una shoot, usiku labda kama ni wewe huyu editor una labda ukae uedit. Kwa hiyo ni lazima mtu ambao unakuwa busy, na kwenye issue kidogo ya mahusiano wage nasumbua, kwa sababu kuna labda kwa mfano kwa sisi vijana mtu anataka mzungumze labda asubuhi, labda mchana, yani kama chakula vile asubuhi, mchana, jioni. Kwa hiyo sisi waga tunapata changamoto kwa sababu unashindwa kumpa muda anaohitaji yeye. Kwa hiyo sisi waga tunapata changamoto hizo, muda mwingine tunasema bwana, sisi tunakuwa na wale watu ambao ni waelewa. Kama mtu sio muelewa, anataka mzungumze muda wote, anataka ufocus naye muda wote. Kwa hiyo hicho kitu kitasababisha nini? Kitasababisha uwe na labda na mahusiano ambayo ni yani kuna uwezekano wa kuwa na mahusiano magumu ama usiwe nayo kabisa. T-Man amejibu vizuri sana. Bwana huyu hapa ni T-Man, si ndio? Kama ni director T-Man, yeye anatafuta hela. Na kama sikosei kwa wale madirector, kitu kingine cha msingi cha kuchukua ni kwamba hata usiku yeye anakuambia hapati muda, pengine anapishana na marafiki zake wa karibu na watu wa karibu, kwamba usiku anahitaji kuzungumza naye, na anatakiwa sasa T-Man ndio huyo hapa ameshikilia kamera, na usiku anatakiwa acheze kipande au asimamie kile kipande cha love. Ndio tunachukulia sasa love ile usiku watu wanagombana, sijui ni makrupshani hapa na pale. Shuka anambia, "Hey, kaa hivi jifunike. Bana sogeza midomo." Director T-Man pale. Umeona? Yule mwenzake inakuwa kidogo changamoto. Lakini hapa ni katika zile harakati za kuwaelekeza wale madirector ambao wanahitaji kuwa madirector. Na kama kuna madirector wengine tunawakaribisha Smart Films, where the really great nini vile? Really story begin. Where the really story begin. Ndio tunatafuta pia na madirector. Wewe kama una kipaji cha kuwa director, unataka kuwa siji producer, T-Man ni director mzuri sana ambaye kwenye movie ya Nia Zenini, Mzee wa Kijiji, lakini pale kwenye Mzee wa Kijiji kidogo nimeona kuna sehemu ambayo si ngumu sana, japo kuna mazingira ambayo ile movie kama imecut. Kuna sehemu unakuta makelele, kuna sehemu unakuta yani ile inakuaje? Unaweza ukamrudishaje mtu atoke kwenye kelele? Mimi nimekasirika. Nimekasirika sana. Unarudishaje sana, anaweza kuchekea na watu waone meno. Hiyo inakuwa ni kazi ya director au inakuwa ni kazi ya mtu mwingine? Unajua kuna tofauti kidogo kati ya movies za wenzetu na sisi bongo mara nyingi mtu anaweza kaa wewe ndio huyo director, wewe ndio editor, unakuwa na yani vipengele vingi anakuwa anabeba director. Tofauti na wenzetu, director kazi yake ni kusimamia peke yake filamu iende vizuri, kwa sababu anasema director anaiona filamu kabla ya kufanyaje kushutiwa. Kwa hiyo yeye ndo anakuwa na direct, bwana vitu vikae hivi, waigizaji wawe hivi. Lakini sasa kwetu huku tunakuwa tunabeba mpaka mizigo ama tunabeba kazi ambazo sizo za kwetu. Kwa mfano kutuliza watu, si kutuliza kelele, si kufanyaje, si mtu kufanyaje, inakuwa kazi ambayo kuna watu wake maalum kufanyaje, si mavazi. Lakini sasa kubongo sisi wakati muda mwingine kutokana na labda budget na nini, kwa tunabeba kipengele cha nguo, si kuseti mwanga, tai kae hapa. Kwa hiyo waga tunapata changamoto kidogo, lakini tunapambana nazo hivyo tunatoa vitu vizuri. Neno moja tu kwa director T-Man, kwa wale ambao wanatamani kufanya kile ambacho amepewa na Mwenyezi Mungu au kile ambacho kinatumika kwa kazi ya mikono, director mtoto huyu hapa, ni yapi unaweza kueleza? Mimi naweza nikasema kwamba ni kazi ambayo kwa haraka mtu akiitazama, kwa sababu labda haitumii nguvu, anaweza kafikiria ni kazi rahisi. Yani anaweza kusema bwana, mtu kuelekeza tu watu hivi kawaida. Anaweza kahisi ni issue rahisi sana kufanya, lakini kwa kweli issue ina changamoto nyingi sana, kwa sababu ikifeli filamu ni nani, yani ni lawama zinakuja kwako. Ukitoa kitu kibaya ni lawama zinakuja kwako, yani hamna kulaumiwa. Hata kama kuna mtu alisababisha, kuna mtu aligoma kucheza, usiku kuna mtu alifuta material, sio editor alizingua, lakini wa mwisho kutazamwa kama kazi ni mbovu ni director, sawa.
Kwa hiyo tunachowashauri ni kwamba hii kazi sio rahisi. Ukija huku lazima ujipange, lazima uwe mtu ambaye anaweza handle hisia, lazima mtu ambaye unaweza kawa serious sometime, unaweza kawa mtu wa masiara sometime, unaweza kawa mtu wa serious, mtu wa kucheka sometime, unaweza kumtuliza mtu akikasirika, unaweza kukasirika hiyo ukiona watu wanaleta masiara. Kwa lazima uwe mtu wa kubadilika. Kama utakuwa mtu wa hasira muda wote, unaweza siishi vizuri na watu ama ushindwe kufanya kazi. Kama utakuwa ni mtu labda wa masiara muda wote, unaweza ukafeli kufanya kazi. Lakini pia kama utakuwa mtu labda ni mpole muda wote, kwa hiyo nitakuwa mtu wa kucheza na mazingira ama kucheza na nyakati. Huu wakati wa kuwa serious, wakati wa kukasirika, wakati wa kufocus, kwa lazima mtu wa hivyo ili uweze kutoa kitu kizuri. Asante sana. Na hayo ni madini kutoka kwa director T-Money. Tuko na T-Money in the house. Ametoa madini mbalimbali kwa vijana ambao wanataka kuwa director, lakini pia kuna wadada wanaweza kuwa madirector pia, si ndio? Mpango mzima ni kujaribu na kuweza kufanikiwa. Na unajaribuje? Sehemu ambapo utajaribu na utapokelewa kwa mikono miwili kwa ajili ya kukuza kile ulichonacho ni Smart Films. Hapa ndipo kwenye kila kitu, na kipindi cha hewani au kipindi kilichopo hewani ni Smart Talks, ambapo nina watu wengi. Leo nimeanza na director T-Money, kesho nitakwambia mpiga picha ni nani, kuna wale wanapaka rangi, ni kina nani, wanaedit watu, wanafanyaje. Tuna wengi sana. Wewe endelea kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka pale hitimisho kila siku ya Jumamosi. Na usikose kusubscribe kwenye our YouTube channel Smart Films TZ, ambapo utakuwa umepata kila kitu na utakuwa umemaliza kila kitu. Ukikosa kazi ya kufanya, unaenjoy, unaangalia kwenye YouTube channel pale Smart Films TZ, unapata movie zako kali, unaenjoy. Hata kama una baby mama pembeni, unaenjoy, sio mbaya. Usiku mrefu bana, si ndio? Kaa na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na Jumamosi nikwambie tu nitakopo na manager atatueleza nini maana Smart Films na kwa nini Smart Films, na isije ikawa ni umbea mtaani. Tunaombea mtaani, tunakitaa, majina ni mengi, lakini why Smart Film? Kaa nayo afu utanieleza Jumamosi. Asante sana. Mimi ni Lydia wa Smart Film TZ. Karibuni sana.